Jaylax Radio hapa penyewe. Hii ni dira ya Jaylax Radio. We are here in large numbers to pray for Pope Francis, that God may welcome him into the immensity of his love. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Per ipsum et cum ipso et in ipso. Waombolezaji wakiwemo viongozi wa dunia wakongamana kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro Vatican kwa mazishi ya Papa. Zaidi ya waombolezaji 200 ndio wanahudhuria misa hiyo wakitoka mataifa mbalimbali na kwenye makundi tofauti. Rais William Ruto anahudhuria misa hiyo pamoja na viongozi wengine 10 kutoka bara Afrika. John Wanyonyi. Hii ni dira ya Jaylax awamu ya saa 7 msikilizaji. Haya ni makala maalum ya matangazo ambayo yanahusu mazishi yake kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, misa ambayo inaendelea kule Vatican, kisha baadaye yatakuwa ni mazishi. Misa ya mazishi ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis inaendelea kule Vatican Roma. Sasa hivi maelfu ya waombolezaji wakiwemo viongozi wa dunia wamekongamana katika uwanja wa Mtakatifu Petro Vatican kwa misa hiyo ya kihistoria. And we move now to the liturgy of the Eucharist as we see the procession of the gifts of bread and wine to be offered during this celebration on the altar. The choir will be leading us. Give light into my eyes, lest I fall asleep in death, lest my enemy say, I have prevailed over him. So the words of Psalm 12. And of course the offering of gifts, or the offertory, is a moment when the faithful present bread and wine, which will be consecrated into the body and blood of Christ. In today's context, during the celebration at this Requiem Mass for Pope Francis, this act takes on additional meaning as we... Misa ya mazishi yake Papa inaongozwa na Askofu Giovanni Battista akisaidiwa na makardinali mamia ya maaskofu na mabatri wa kanisa Katoliki kutoka kote ulimwenguni. We are here in large numbers to pray for Pope Francis, that God may welcome him into the immensity of his love. Pope Francis used to conclude his speeches and meetings by saying, "Do not forget to pray for me." Caro Papa Francesco, now, dear Pope Francis, we now ask you to pray for us. We ask you che dal cielo tu benedica la from Chiesa, heaven, may you bless the Church, benedica il mondo intero, may you bless Rome and bless the whole world, as you did last Sunday from the balcony of this basilica, in a final embrace with all the people of God. But also, misa hiyo ilianza saa 4 asubuhi kwa saa za kule Vatican na ambayo ilikuwa ni saa 5 saa za Afrika Mashariki, katika hali ambayo haikutarajiwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili Roma leo asubuhi baada ya kuwepo wasiwasi kwamba huenda hatahudhuria mazishi ya Papa kutokana na mashambulizi kule Ukraine. Msemaji wake amethibitisha kuwasili kwake Zelensky asubuhi. Rais wa Marekani Donald Trump akiwa na mke wake Melania pia wamewasili, akiwa katika safari yake ya kwanza nje ya nchi tangu aanze muhula wake wa pili kama rais. Propitius pacem in diebus nostris.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope. Mwandishi wa kipindi cha Today Nick Robinson kutoka Roma anaeleza kwamba mazishi haya ya Papa yamewaleta pamoja watu wenye nguvu zaidi duniani na wale waliotengwa na wanyonge zaidi, jambo linaloonyesha ushawishi wake Papa Francis. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. JLUX Radio, hapa penyewe. Radio Superfine. Naam, ilivyo ni kwamba takriban watu 1200 ndio wanahudhuria mazishi hayo ambayo yanaongozwa na Kardinali Giovan Battista Re, ambaye amemtaja Papa kama mtu aliyeonyesha unyenyekevu tangu kupata daraja la kuwa Papa, kwani hakushabikia hadhi ya washifa bali alikuwa ni mtu wa kunyenyekea tu, hakuwa na majigambo wala majivuno. The decision to take the name Francis immediately appeared to indicate the pastoral plan and style on which he wanted to base his pontificate, seeking inspiration from the spirit of Saint Francis of Assisi. Baada ya ibada hiyo ya wafu ama baada ya misa, basi mwili wake utaingizwa katika kanisa la St. Peter's Basilica kwa muda, kisha uelekezwe katika kanisa la St. Mary's Major ambako utalazwa. Rais William Ruto pia yuko pale Roma kuhudhuria ibada ya mazishi ya Papa Francis. Safari yake Italia ikijiri mara tu baada ya kumaliza ziara yake rasmi kule Uchina. Picha ambazo tunaziona zinatuonyesha Rais Ruto akipokelewa kule Roma na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula pamoja na mbunge wa Kaloleni Paul Katana mara baada ya kuwasili. Vile Rais Ruto hayuko peke yake kutoka bara Afrika, kwani yuko miongoni mwa marais 11 wa kutoka bara Afrika ambao wanahudhuria misa hiyo. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti. JLUX Radio, hapa penyewe. Radio Superfine. Kutoka Roma turejee hapa nchini ambapo wakili wa kaunti ya Nairobi ameeleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa uzembe upande wa wahudumu wa afya katika hospitali ya AAR Kiambu kufuatia kifo cha ghafla cha MC Joel Manuve wa wadi ya Kariobangi Kaskazini. Akizungumza mbele ya bunge la kaunti siku ya Ijumaa, wakili Biko Ashoya yalidai kuwa hospitali hiyo ya AAR Kiambu ilishindwa kugundua donge la damu lililokuwa mguuni mwa marehemu kwa muda mrefu na ambalo baadaye lilisafiri hadi kwenye moyo wake na kusababisha kifo chake cha ghafla. Ashoya aliandamana na daktari wa upasuaji wa maiti wa bunge la kaunti Daktari David Atandi, ambaye kwamba uchunguzi wa maiti uliofanywa na wataalamu huru pamoja na serikali ulionyesha kwamba MCA Manuve alifariki kutokana na pulmonary embolism, yani donge kubwa la damu lililoziba mishipa mikuu ya mapafu. Ashoya alisisitiza kwamba kifo cha Manuve kingeweza kuepukika iwapo hospitali ingeendesha uchunguzi wa kina wa kiafya. Hii ilikuwa ni hali ambayo anasema kwamba iliweza kuzuilika. Kutokana na hofu ya mkurupuko wa kipindupindu kwenye kaunti ya Lamu, changamoto imetolewa kwa wakazi mara kwa mara kuosha mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka ili kudhibiti ugonjwa huo. Afisa wa afya ya umma kaunti ya Lamu Moksil Mohamed anawashinikiza wakazi wa Lamu kunywa maji safi pia yaliyotiwa dawa ya kuua wadudu chlorine au kunywa maji yaliyochemshwa. Vilevile amewataka wakazi kudumisha mazingira yao kuwa safi dhidi ya nzi ambao pia huchangia katika kuzambaa kwa kipindupindu. Kipindupindu ni ugonjwa hatari waambukizwa kupitia maji na vyakula. Ili kujilinda wewe na familia yako, nawa mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji safi yanayotiririka. Kunywa maji yaliyochemshwa au yaliyowekwa dawa ya kuua vidudu, yani chlorine. Tumia vyoo vikiwa safi na epuka kujisaidia ovyo, yani kujisaidia mahali pasipo chooni. Andaa chakula kwa usafi na ukile kikiwa moto. Jitahidi sana kuzuia mainzi wasienee katika mazingira yako. Wakazi wahimizwa kuwa makini na waangalifu
na kufuata kikamilifu kanuni zote za afya na usafi wa mazingira ili kuhakikisha kaunti ya Lamu inabaki bila kipindupindu. Chama cha wahandisi nchini IEK kimeeleza wasiwasi kufuatia kutohusishwa kwenye utekelezaji wa mipango muhimu ya maendeleo na serikali ya kaunti ya Nairobi. Rais wa chama hicho Shama Keteme anasema kwamba wamekuwa wakitengwa katika maamuzi muhimu kuhusu miundombinu, ajira na maendeleo ya kitaifa, jambo ambalo limeathiri ubora wa sera na utekelezaji wa miradi mbalimbali. Mwandishi wetu Philip Kiprop ana mengi zaidi. Kulingana na rais wa chama cha wahandisi nchini Shama Keteme, wanachama wake wamekuwa wakikabiliana na changamoto za ufisadi na ukosefu wa uwazi katika mchakato wa kuidhinisha mipango ya maendeleo. Engineers are looking into matters that are affecting the practice of engineering in Kenya. A number of resolutions have been made. The concern for engineers is that from January 2023, they have raised concern about the compensation for engineers being unfair comparative to other professionals. Wahandisi hao wanasema licha ya kubuniwa kwa mfumo wa kidijitali wa Nairobi Planning Development Management System uliokusudiwa kurahisisha na kuratibu mchakato wa mipango ya maendeleo, mfumo huo umefeli. The regulation of the engineering industry, the issue of continuous professional development, the engineers are advocating for that to be fair, and so these are matters that they have directed that the council raises with the Engineers Board of Kenya, and yes, it's another issue that has been considered in the AGM today. Keteme amesema wameunda vikosi maalum na wako tayari kushirikiana na watunga sera na umma kwa mapendekezo dhabiti ili kuunda mustakabali wa taifa. The engineers have come together and established task forces with expertise in different sectors, whether in aviation, water and wastewater, whether in transportation, whether in agriculture, whether in digital superhighway. Chama hicho kimetoa wito kwa serikali ya kaunti ya Nairobi, wizara ya ardhi, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, idara ya upelelezi wa jinai DCI kufanya ukaguzi wa kina wa mchakato wa kuidhinisha mipango ya maendeleo, kuwachukulia hatua wafisadi na kushirikishwa katika kubuni na kufuatilia utekelezaji wa mageuzi. Philip Kiprop, Jlax Radio, Nairobi. Hii ni Jlax Radio, stesheni namba 1. Hapa ni nyumbani kwa sauti zinazoaminika na kuheshimika katika utangazaji kote Kenya. Tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuko pale kwenye Facebook, Twitter, YouTube na TikTok @JohnWanyonyi_Wekesa upate habari na burudani. Kweli na burudani ikiletwa kwako na Jlax Radio. Je, wajua kuwa hayati Papa Francis aliwahi kuhudumu kama bouncer katika klabu? Kweli na burudani ikiletwa kwako na Jlax Radio.